Last time tuliishia hapa. Daniel anamwambia dada yake kuwa kwa nini hana mwanaume tajiri. Hii ni baada ya kumuona anatengeza video ili auze mtandaoni. Pia baada ya kusikia maneno hayo, ikabidi amwambie Daniel aondoke pale jikoni. Hapa tunamuona Ejiro akiwa anajisomea kitabu. Mara Priya akaingia, akamwambia Ejiro kuwa hakuna chochote ambacho kimekaa sawa mpaka sasa. Ejiro akamwambia Priya, unapaswa kuwa mvumilivu. Tambua ya kuwa biashara yenyewe ina siku 2 mpaka sasa. Priya akasema, sina hiyo hela ya kuandaa kila siku. Na ukumbuke kuwa natakiwa nilipe pesa ambayo umenikopesha kwa ajili ya kuanzisha hii biashara. Hakuna pesa ambayo nimekukopesha. Nimesema kwamba nimekupa ili kusaidia unachokifanya. Priya baada ya kusikia hivyo alifurahi sana, maana biashara yenyewe hakuwa na uhakika nayo. Ejiro, asante sana, Mungu akubariki kwenye kila unachokifanya hapa duniani. Amen, 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 alisema Ejiro, huku akiendelea kumsisitiza Priya asikate tamaa mapema. Mazungumzo akiwa yanaendelea, Ejiro akamshauri Priya kuigawanya biashara yake, akisema kwamba nafikiri ugawanye mikakati yako ya ufanyaji wa hii biashara. Mikakati gani hiyo? Aliuliza Priya. Upike chakula cha kusambaza ofisini na hata kwa watu binafsi. Priya akasema, Ejiro, hutanichukia mimi pindi nitakapopeleka kwa Desmond? Kwa kuwa Ejiro alikuwa anamwamini sana Priya, alimruhusu jambo hilo. Priya alifurahi sana. Hapa tunamuona Desmond ambaye ni mpenzi wake na Ejiro akiwa ofisini akiendelea na kazi. Mara mlango ukagongwa, kumbe alikuwa Priya. Desmond alifurahia sana huku akiuliza ya kuwa je, walinzi wake wameshapata chakula? Priya akasema tayari ameshawapatia. Desmond alishukuru sana, lakini Priya akasema hapana, mimi ndio nashukuru sana kupata nafasi hii kwenye ofisi yako. Desmond akasema usihofu, kila kitu ni kwa sababu ya mpenzi wangu Ejiro. Priya alisema ndio maana nampenda sana yule dada yangu. Siku iliyofuata Brian akafika anapoishi mpenzi wake. Baada ya salamu, Brian akamuuliza Priya, umepata wapi pesa? Priya akasema nimepewa na Ejiro nianzishe biashara ya kupika. Priya akamuuliza Brian, vipi interview imeendaje? Brian akawa kimya kidogo, kisha akajibu sijafanikiwa kupita. Ghafla Priya akabadilika. Brian, unajua sikuelewi, hivi uko serious kweli? Sikia kuambia Priya, interview sio lazima wote mpate, nimekosa nitatafuta nyingine. Priya alikuwa tayari ameshachoshwa na maneno ya mpenzi wake Brian, hivyo akamuaga na kwenda kuandaa oda za wateja wake. Basi Brian akamuaga mpenzi wake, lakini akimuomba wakutane usiku. Priya akaondoka. Hapa tunamuona Desmond akiwa nyumbani kwake akizungumza na wafanyakazi wenzake kwa njia ya simu. Huku nje tunamuona Priya na mdogo wake Daniel wakipeleka chakula kwa Desmond. Karibu sana Priya, alisema Desmond, lakini aliuliza huyu kijana ni nani? Priya akamwambia Desmond, ni mdogo wangu huyu, leo hujaenda kazini, nimekuletea huku nyumbani kwako. Desmond alipokea chakula na kumuuliza Priya nywaji gani awaletee. Chochote tu ni sawa, alisema Priya. Wakiwa nasubiri Desmond arudi, Daniel na dada yake. Daniel akamuuliza dada yake kuwa hii ndio nyumba ya mpenzi wake Ejiro, na wewe mpenzi wako ndio anatafuta kazi, unamaanisha nini sasa? Aliuliza Priya. Nashangaa, kwa nini wewe huna mtu kama huyu? Umemwona mwenzako Ejiro anaenjoy maisha na hata uchumi wake uko vizuri. Daniel alisema haya. Fikiria unaendelea na masomo, wakati huu mtu aliyekuwa anakulipia ada ameshakufa. Na kuambia mimi, aliendelea kusema Daniel. Desmond akarudi na mazungumzo ya Daniel na Priya yakakatika. Desmond akawahudumia vizuri sana Priya na Daniel. Sasa huyu dada aliyekaa hapo ni mwanafunzi mwenzao na Ejiro. Daniel alifika na chakula kingi sana kiasi ambacho amesahau kabisa kuwa yupo ugenini. Ejiro wakati anarudi kutoka shuleni alishangazwa sana na kitendo cha Daniel kula chakula kiasi hicho. Daniel hakuwa hata na mshipa wa hofu, aliendelea kuenjoy. Majira ya usiku Ejiro alimwambia Priya kuwa kwa nini tusifikirie Daniel kurudi nyumbani, kwa sababu hapa anakaa kuanzia asubuhi, hana cha kufanya. Priya alisema ni kweli inaumiza, lakini sasa ataenda wapi? Jaribu kumuuliza, alisema Ejiro. Priya akasema kuwa atazungumza naye. Ejiro ikabidi aende kulala kwa rafiki yake mwingine, amwache Priya na mdogo wake Daniel. Wakati Daniel anaingia kulala, Priya akapokea simu kutoka kwa Brian akikumbushwa walivyoahidiana. Priya alikataa kwenda kwa Brian akisema kuwa yuko na mdogo wake Daniel. Daniel alishangazwa sana na dada yake kuendelea kuwa na mtu ambaye hana kitu, lakini pia alimwambia Daniel kuwa umaskini ni sehemu ya maisha, hivyo kuna wakati utapita. Daniel aliendelea kumkumbusha dada yake kuwa unamkumbuka yule Stella kule kijijini? Ndio, alijibu Priya. Unajua kuwa mpenzi wake anamiliki gari kali aina ya New EAGLE base automatic, una uhakika? Aliuliza Priya. Daniel akasema tena wana mpango kuondoka kijijini kuja mjini. Wakati Priya akiwa kwenye tafakari, Daniel akasema sikia dada, unajua nini kuhusiana na Desmond? Angalia namna anavyokutazama wewe. Kaa kimya Daniel, alizungumza Priya. Ni kweli dada, zidisha ukaribu kwake, unajua wewe ni mzuri kushinda Ejiro. Hebu fikiria kuhusu hilo, alikazia Daniel. Sasa hapa tunaona ushawishi wa Daniel tayari umeshaanza kumwingia Priya,
amsaliti rafiki yake. Kesho yake Desmond akiwa ofisini alimpigia simu Priya akamwambia amletee chakula ofisini, lakini Priya alimuomba Desmond wakutane nyumbani kwake. Desmond alikubaliana na hilo. Hapa tunamwona Priya akiwa tayari ameshafika kwa Desmond. Aligonga mlango na Desmond alifungua. Siku hiyo mavazi ya Priya yalikuwa ya mitego sana mpaka Desmond alishangaa. Oh, karibu. Natumaini chakula bado ni cha moto. Ndiyo, alisema Priya. Hii siku ilikuwa ngumu sana kwa Desmond kulingana na Priya alivyojiandaa siku hiyo kuiteka akili ya Desmond. Ngoja niondoke sasa, nisije kukuchelewesha kazi zako, alisema Priya. Hapana, unicheleweshe. Usiondoke, nahitaji kampani yako na unajua nafurahia sana uwepo wako. Siku hiyo Priya alibaki kwa Desmond mpaka usiku. Ni majira ya usiku, tunamwona msomi wetu Ejiro anaendelea kujisomea. Brian akaingia. Hello, nimemiss sana kukuona. Oh, hata mimi pia. Baada ya salamu, Daniel alimuuliza alipo mpenzi wake Priya, lakini siku hiyo ilikuwa ya kushangaza kidogo, maana hata Ejiro hakuwa na ufahamu alipo Priya. Mara Daniel akaingia. Brian akamuuliza Daniel, dada yako Priya yuko wapi? Daniel akajibu kwa dharau, sijui aliko. Tukumbuke kwamba huyu Daniel anahusika kwenye kumshawishi dada yake Priya amsaliti rafiki yake Ejiro, wakati Ejiro na Brian wakiwa hawaelewi alipo Priya. Kumbe yuko kwa Desmond na anafurahia penzi. Umesubutu kabisa kufanya hivi? Ndiyo, alijibu Desmond huku akisema kuwa anaomba iwe endelevu. Sawa, alijibu Priya. Baada ya Priya kuanzisha mahusiano ya siri na Desmond, alianza kupata pesa na kumnunulia mdogo wake zawadi. Siku zilipokuwa zinazidi kwenda, Ejiro alishangaa kuona Priya hafanyi tena biashara ya chakula. Ejiro ikabidi amuulize Priya, naona siku hizi umeacha biashara au mambo yamekaa sawa? Ndiyo, kwa sababu biashara yenyewe inaenda taratibu sana. Sasa kama umeacha, una uhakika hutapata shida tena? Kamwe siwezi kupata shida tena, alijibu Priya. Ejiro akiwa anajiandaa kwa ajili ya kwenda kulala, Daniel bila hata kugonga mlango alifungua. Ejiro alichukizwa sana na kitendo hicho mpaka akatamka neno kuwa ni heri aondoke tu bwana. Priya alichukia sana neno hilo. Siku iliyofuata kama kawaida, Desmond na Priya wakiendelea na uhusiano wao wa siri. Desmond alimwambia Priya, unajua umenionyesha kuwa wewe ni bora kweli? Aliuliza Priya. Niambie kitu gani unataka mpenzi? Oh, nipe pesa tu, unajua mimi napenda sana kuwa na kila kitu. Desmond alimwambia Priya kuwa usihofu kwa sababu wewe ni mtu pekee ambaye unatakiwa kuwa na pesa. Hivyo Desmond akazama mfukoni akatoa simu akamtumia bibie. Priya alienjoy sana kuona muamala umeingia kwenye simu yake, hivyo aliagana na Desmond na kuelekea nyumbani, huku Brian yuko na Ejiro wakiendelea kupiga stori wakiwa wanamsubiri Priya. Desmond alifika kwa mpenzi wake Ejiro japo hakufurahishwa kumuona akiwa na Brian. Walipofika chumbani, Desmond akamwambia Ejiro, unajua mimi nashindwa kuwa huru nikija hapa. Kwa nini? Au ni Brian? Alicheka Ejiro. Oh, samahani, Brian ni mpenzi wa Priya. Ndio najua, ila mimi simwamini, alisema Desmond. Kwa hiyo niwafukuze kwa sababu wewe unataka kuja? Niamini Desmond, mimi ni Ejiro, sina hizo tabia. Basi Desmond akazungumza hivyo ili ajitengelezee imani kwa Ejiro kwa sababu anajua wanachokifanya nyuma ya pasia na Priya. Pia wakati anafika nyumbani alimkuta mpenzi wake Brian, lakini pia hakuwa na kingine zaidi ya kumwambia Brian aondoke kwa sababu amechoka na anahitaji kupumzika. Kila wakati nikija kukuona wewe unakuwa na vikwazo vingi sana, nini kinaendelea hapa? Tatizo nini? Alisema Brian. Priya ikabidi afunguke tu na kumwambia ukweli Brian kuwa amechoka na hamtaki tena Brian. Brian kwa kuwa hafahamu kinachoendelea nyuma ya pazia aliendelea kubembeleza. Priya hakusikiliza chochote kwa Brian, akazama chumbani. Sasa kufika huku akakutana na mahaba mazito yakiendelea. Alishangaa sana kumuona Desmond pale. Ejiro akamwambia, muda mrefu sana Brian anakusubiri sebleni. Priya alijibu kwa hasira kuwa hii ni biashara yangu, kisha akatoka nje. Ejiro alitaka kwenda kuwapatanisha, lakini Desmond akamwambia, tulia, Brian yupo, atazungumza naye. Sasa hapa tunaona kwamba Desmond moyo wake uko kwa Ejiro, ila anamfanya Priya kama hit and run, yani mtu wa kupita tu. Ejiro akiwa anajiandaa kutoka, Brian akaingia. Brian alimueleza Ejiro yote ambayo yalitokea usiku wa jana. Pole sana Brian, ila naamini kila kitu kitakuwa sawa upo wakati nafsi yako itafurahia, alisema Ejiro. Brian akamwambia, lakini kama kuna sehemu unataka kwenda? Ndiyo, alijibu Ejiro. Au unataka nibaki na wewe hapa? Hapana, najua wewe unanipa company sana, ila jitahidi sana kuwa karibu na mpenzi wako ili asije akachukia. Basi Brian alimwaga na kuondoka kwa sababu Ejiro ana mpango kutoka na kuelekea kwa Desmond. Majira ya usiku kabla Ejiro kutoka, alimtafuta kwa muda mrefu sana Desmond, lakini hakupokea. Ejiro akaona sio shida, ngoja aende tu nyumbani kwa Desmond. Kumbe pia leo ilikuwa siku ya Desmond na Priya kukutana nyumbani kwa Desmond. Desmond alimpokea Priya kwa hamu sana kiasi kwamba hata mlango wa kufunga na funguo aliurudisha tu. Basi ndugu watazamaji, mapenzi mahaba malavidavi yalianza kama ambavyo tunashuhudia hapo. Dakika chache tu Ejiro alifika nyumbani kwa Desmond na kushangaa kukuta mlango umegeshwa. Baby, aliita Ejiro. Baada ya kuona nyumba iko kimya, alielekea juu akihisi huenda mpenzi wake amelala. Punde si punde, Desmond na Priya wakiwa hawajui kinachoendelea. Oh, hapa wahenga si waongo tena. Tukumbuke walisema za mwizi